Yo, karibu kwenye chemistry check. Okay, hapa tunachokifanya tuna breakdown, okay? Chemistry kwenye Love or Pop the Balloon Tanzanian version, unaona? Kwa tuna breakdown chemistry check kati ya wanaume na wanawake. Umeona? Kwa nisonge mengi. Click the thumbs up, alama ya kidole, bonyeza subscribe kupata video yoyote ambayo nitaitoa. Hii ni video yangu ya pili about Love or Pop the Balloon in Tanzania. Tuingie kwenye video. Let's break it down, bro. Welcome back again kwenye show letu la kijanja la Love or Pop the Balloon in Tanzania. Na kama unavyoona nilikuwa na vijana wangu wameshiba, lakini mmoja jamani ameondoka, amepata jiko, amepata kisu, na sisi in the house we are so happy kwa sababu kazi yetu. Wow. Mrembo wangu mwenyewe umependeza sana. I love your hair. Yani nywele zako Unajua ni shida ni kitu kimoja. Unajua mapisi wao wanafagiliana. Yaani wanapeana sifa za uongo. Yaani ndio kitu ambacho nimegundua yani. Mapisi wao wanapeana sifa za uongo. Pisi hata akiwa mnene, mwembamba kama chuma, yani hata aweje, atamwambia tu mwenzake umependeza. Ila ni uongo, yani seriously. Labda kama unapenda kama vitu vyako yani ni watu ni vembamba ni sana. Unajua kuna ile wembamba ni unyama, afu kuna ile wembamba yani sana. Kama vitu vyako ndo hivi sawa. Lakini kama sio bro, yani ukweli ni kwamba pisi aende gym tu yani. Yaani nenda gym kajitengenezee shape lako fresh, ukae uwe in shape. So unakuja kama tofali, alafu unategemea kwamba wewe ni mzuri na mapisi na wao wanakusifia afu wewe ni mbaya. Sawa, sura kidogo inaenda, lakini wewe mwili wako bwana jamani huna mambo mengi, umependeza. Asante. Unaitwa nani? Unachelewa. Kitambi. Yaani hapa lazima kuna kitambi. Hapa tungeona kwa side hivi yani ungeona sawa sura kidogo, lakini hapa na. Umetokea wapi? Hebu jitambulishe. Mbebaje huyu? Huyu ana kilo ngapi? Ulishe tupe a little bit about you. Naitwa Nadia. Natokea Kinondoni. Ndio. Kuhusu kazi zangu mimi ni msusi. Ni msusi na saluni. Ndio maana bwana umeziachia kinatural flani African beauty. Hebu niambie. Unaona mwanangu. Hii shape, I don't know man. Labda ni kwangu mimi, umeona sijui kwa kwenu nyie. Just put it down in the chat. Umeona kwenye comment section hapo. Tell me, wewe unaonaje? Mnene au mwembamba? Yupi kwako wewe unaona ni afadhali? Yupi kwako wewe ni mzuri? Niambie. Just let me know. Rafiki yangu, kwa sababu gani uko single? Kwa sababu mpaka umekuja hapa that means uko single. Kwa nini uko single? What happened? Ulikutwa na nini shoga yangu? Kwa sababu nakuona ni kama uko single na ala mtoto, hiyo ni red flag. Yaani wewe huyo mkimbie. Lakini kama uko single kwa sababu tofauti, ngoja tusitabiri, ngoja tusikie sababu yake. Rembo, everything you have, nini kimetokea? Yani mimi sababu ya kuwa single. Nilikuwa na baby wangu. Cha kwanza kabisa, sitaki mwanaume ambaye ni maskini. Sitaki mwanaume ambaye ni maskini. Asa ukisikia mwanamke anasema sitaki mwanaume ambaye ni maskini, inamaanisha hivi. Kama una hela, inamaanisha hivi. Kama una hela, inamaanisha hivi. Anakupenda ukiwa na hela peke yake. Ukiwa una hela atakuacha. Yaani ndo ninachokisikia. Sitaki mwanaume aliye maskini. Yaani ndio inacho, yaani huyo ni gold digger. She belongs to the streets. Huyo ni financial vampire. Anataka hela tu. Kama una hela bro, yaani kwa mfano umempata ukiwa na hela. Ukakosa kazi, ukapoteza kazi, ukapoteza hela yako yote, kila kitu ukapoteza. Bro, taachika vibaya. Kuna huruma. Kwa mliachana kwa sababu yeye ni maskini? Hapana, nilianza naye chini kabisa. Tulianzia maisha ya chini, mkatafuta pamoja. Siku tumeshapata, alikuja kunigeuka. Ngoja nikwambie. Na ndio sababu ilipelekea mimi naye kwa. Ngoja nikwambie. Amna mwanaume anamwacha mwanamke ambaye amefight naye kuanzia chini, afu amekuja amepata, afu anamwacha bila sababu yoyote. Haipo.
haipo mzee wangu. Ngoja niweke kabisa mnione vizuri. Maana unaona kama mnioni. Unaona kama sionekani. Hamna mwanaume ambaye ana haso na mwanamke kutokea chini mpaka anafika level fulani kabisa, ana uwezo kabisa, yani yuko kabisa stable, ana uwezo wa kumhudumia, ana uwezo wa kujihudumia, ana uwezo wa kutoka hapa kwenda sehemu fulani, ana gari, ana nyumba, yuko vizuri, akamwacha mwanamke wake bila sababu yoyote. Hii ni side story ambayo waga mapisi yani wana act victim, yani yeye ana act victim kwamba yeye ndo aliyotendwa. Lakini tungekuwa na jamaa tungesikia story yake ilikuwaje mpaka akamwacha upisi. Lazima kuna kitu akifanya. Yani mapisi kama wao yani bra ase cha nao, yani kimbia. Yani kwanza ni mimi ningekuwa niko hapo ningesha pop the balloon. Yani pisi yenyewe muone ni uongo. Wachana. Kwa hiyo yani sasa hivi sitaki kabisa mwanaume ambaye ni maskini kabisa. Uongo. Okay, kwa hiyo sababu financial vampire. Wewe ni mtafutaji, ni yani kwanza mpaka sasa hivi yani sijui, yani shida ndo kwamba ni yani we have weak men kwenye society sasa hivi. Yani vitu kama hivi yani unatakiwa ni red flag. Maana hamna mwanaume anaweza kumwacha mwanamke. Yani mimi hebu imagine uwe na mwanamke utoke naye kuanzia chini, amekusaidia kwenye kila tatizo, amekupa msaada wa kifedha ulivyokuwa huna, ukaanzisha biashara, umefika sehemu kwamba biashara yako imefanya kazi, imekuwa vizuri, yani uko fresh, yani umekaa fresh, biashara imekaa inaenda vizuri kila kitu, sasa hivi sasa mnakula, mnapata hela, yani unapata hela, afu unamwacha just like that. Yani hiyo haiji, unaona, yani haiji. Kwa yani kuna kitu, yani ningesha pop up, yani ningesha pop the balloon. Financial vampire wanataka hela tu. Mbanaji, mmeanza maisha vizuri pamoja, mmetafuta kijiko pamoja, mmefika kwenye level, yeye ndo akaanza sasa kuleta hayo mambo. Kwa hiyo hapa uko kwa sababu ya kutafuta mpenzi, lakini ambaye hutaki wa kwanza. Sitaki nimtengeneze, yani nataka yeye mwenyewe ameshajitengeneza. Aha. Na wewe sawa, naweza nikaa nimejitengeneza, lakini shida ni kwamba wewe unakuja kwa sababu ya nilicho nacho. Umeona, unakuja kwa sababu ya nilicho nacho, kumaanisha nikiwa nao, au labda mtu angeuliza swali, nikiwa nayo, je, nikizipoteza utabaki? Yani hiyo ndo swali. Utabaki? Na mara nyingi haiwezekani, haizi baki. Kwa sababu kitu anachokitafuta ni hela. Hela peke yake. Kwa sababu yeye anasuka, kuna sababu anasuka. umri gani labda? At least mwanaume kuanzia miaka 30 kwenda juu. 30 kwenda juu. Machali yako mimi sina miaka 30, asemi na miaka 20. Machali yako chelewa gala chili kwa mimi na miaka 20, unajua. Umeyasikia mapoliso au ni mimi mwenyewe nimesikia? Nimeyasikia, labda sio level zangu. Si unajua tena nishasema sio level zangu. Mbona ni mapema sana? Guys, what did we talk about? Tumeongea kitu gani? Lakini pia nawaelewa. Brother, mbona wewe ndo unaangalia kama unataka kumrukia? Hujamjua, Yeye mwenyewe hajakufahamu. Naomba umpige maswali ambayo yatatufanya sisi tujue kwa sababu gani umepop balloon. Swali la kwanza. Hivi huyo mwanaume unayemhitaji wewe awe na kuanzia miaka 30, je, unataka akuoe au nataka nioe? Maana mwanaume kuanzia miaka 30 tayari anajitambua na anajielewa. Yani sio wanaume wote waliona miaka 30 kuendelea anajitambua na anajielewa. Yani huo ni uongo ambao uliopo. Yani sijui kwambieje. Mwanaume anaweza kama miaka 18 akajielewa na akajitambua kwa sababu ni mtu mzima. Yani kuna sababu kwa nini kuna mtu anaitwa mtu mzima akiwa miaka 18. Anaweza akajielewa na akajitambua. Kuna watoto wana miaka 18 na anatengeneza hela kuliko mtu mwenye miaka 30. Kwa kujitambua na kujielewa ni vitu viwili tofauti. Unaweza kuwa na miaka 50 na usijitambue vile vile.
Umeona? Kwa hiyo hiyo sio sababu, yani hiyo sio sababu. Hii sababu yake ni kwamba labda anataka hela. Yani anataka hela. Au labda sema labda kitu kingine, labda anataka wanaume wenye miaka 30 labda ndo anawapenda. Yani vitu kama hivyo. Sio kujitambua kujielewa. Ila tuseme percentage kubwa ya watu walio miaka 30 na kuendelea sawa wanajitambua na kujielewa. Tuseme hivyo. Density is a tool to record your DJ set and master it after. Density connects to DJ deck. 25. Ndio maana hapo sasa tumekuelewa, kwa sababu kama una miaka sio 30 ina maana huyu ni mwanamke ambaye anajielewa, mwanamke ambaye sijui umeelewa. I'm so sorry. Okay, yani mwanamke ukishamzidi tu umri, hata kama una miaka 30, labda kama ana miaka 24 au miaka 25, kama una hela she's down, yani yeye anaenda bwana. Yani sio tucheza tu hapo, yani yeye anacheza, huyo anacheza. Sorry. Huyu umemwonaje? Ni one of your type? Ni type yako labda? Kidogo. Kidogo at least. Sasa kwa nini afikirie? So kesho tu sio type yangu. Afikiria umempenda Kidogo. Okay. Ngoja nije kwa handsome wangu mwenyewe hapa. Huyu ni mfanyabiashara bwana. Amepop balloon, sijajua kwa nini, lakini mlikuwa mnaonekana kabisa mnaweza mkamatch. Hapana. Kwa nini? Hebu niambie unamuonaje? Hebu kwa nini unahisi? Kwa sababu hata kama ni maswali yako angeweza kujibu. So type zangu. Huyu kabisa anaonekana ni maskini. Mwanzo kuanzia kwenye kiatu mpaka juu, sio kweli. So type zangu. Kwani unataka mtu amekuja na gari amepaki hapa? Oa kimbia, yani unaona kama yani hapo hadi hapo nikisha pop yani. Yani mtu anapokuambia neti kwanza wewe unaonekana ni maskini. Yani inamaanisha atakuacha ukiwa wewe huna hela. Yani hiyo ni sign moja hapa ukimbia. Sema sijui wanaume wa siku hizi sijui wamekuaje. Yani sielewi yani. Yani sijui shida ni nini yani. Vitu kama hivyo unatakiwa yani ujue yani uwe navyo akilini. Yani wewe unaona pattern game. Hapa bodaboda amepaki. Nataka mwanaume mwenye gari. Yani nafunguo nione mkono. Nataka mwanaume mwenye gari na funguo nione mkononi. Kama wewe ndio umemtafutia. Kwa sababu na gari humtaki. Kwa mfano gari ikaibiwa, akapoteza na kazi na akawa na cha kufanya. Yani akashuka kimaisha yani lazima upi yani ndio kitu tunachoongelea bro. Yani financial vampa unawaona. Yani unawaona. Yani unamuona kuanzia mwanzo. Ni kwamba tu sijui kama jamaa wawili shida yao nini, lakini sio mwanamke. Sasa sielewi kama kuna mwanaume. Funguo mkononi mdogo wangu. Wanaume wanakuja na funguo hata ya ghetto iko kama ya nyumba jamani. Lakini hata kama hana funguo mkononi, la huyu kabisa anaonekana ni maskini. Sio maskini. Chika bro, una anything to say? Nacho. Niambie, kwa sababu najua kwenye miaka tu hapo alishakupiga bao. Lakini tukitoa tu miaka mashahidi yamekuwa mengi. Sasa mwenyewe nikaona niongeze tukichwani, sitaki wafupi. Ufupi kidogo kwa na shida. Unajua tena wenzetu wafupi hapo. Mimi sijui. Unajua. Amesema kwako hata kama ungekuwa uangalie mtu mwenye miaka 30, yeye asingeweza kwa sababu ya ufupi. Na najua umeshasema unatafuta mtu ambaye ana shurba vumba. Subiri kwanza na la kumwambia huyu kaka. Okay, unalo. Kwa mfano kama ningekutunuku sawa, wewe unataka mwanamke anayekuzidi urefu au mwanamke wa kimo cha chini kidogo? Mimi nataka kama ani hapa urefu kama huo. Sasa wewe mwenyewe unamwangalia hivi. Wewe unataka mwanamke unayemwangalia hivi au unayemwangalia? Sio usi viatu. Urefu wangu kaka? Sio kweli. Kaka wewe sio mrefu, kwa warefu yani wakisema warefu unanifikia mimi na tusimama hapa. Sikufikia, lakini sio mwanamke ni ufupi. Mimi nani mfupi sasa? Haya kaka. Hata hivyo sio type zangu. Na mimi pia sio type zangu wafupi. Kwa hiyo nyie wote mnaona kwamba wewe ndo mrefu sana zaidi ya. Kwa sababu mimi naamini kama ningeolewa na wewe tungezama 2 kimo. Yaani tusingeweza kuzaa matoro. Nani angekuwa wangewa mfupi sasa? Wewe unadhani? Tuseme tuishie tu hapa.
Maana nataka wafupi au? It's getting up there. Bro, wewe ni mtulivu sana, ni one ya vijana wangu wastaarabu sana. Una pop balloon kwa mjasiriamali. Au kuna kingine? Hakuna kingine. Shikamoo. Yes. Shikamoo. Yani safi. Yani bro, unajua. Yani wewe shikamoo, umenizidi umri. Yani wewe ni mkubwa. Unamsalimia nani kaka? Unajua sio mwanamke mbaya, ni mzuri. Ila kwangu nesi amenizidi umri. Sapili sina pesa, kwa hiyo aende. Mimi na voice labda cha kwanza tuachane nacho. Tuende na cha pili ulichokisema cha ukweli. Napenda sana wewe mkweli, umesema huna hela. Sina pesa. Ndio bora ungesema hivyo kusema kwamba nimekuzidi umri kaka. Umenitazama kwa jicho la uoga. Wewe una miaka mingapi? Mimi na miaka 25. 25. Na unatafuta mwanaume mwenye miaka 30? 30. Of course anizidi miaka 5. Wewe una miaka mingapi bro? Mimi na 25. Basi tumelingana kwa sote type yangu. Nataka mwanaume anayenizidi kidogo. Pia amekuwa. Maana mimi nikilia anibembeleze. So mimi nikilia na yeye analia. Unajua napenda kubembelezwa. Wanawake kuna unajua bwana wanawake yani bwana sio rafiki gani. Yaani kwamba kuna mwanaume miaka 30 na biashara zangu. Naacha kazi zangu nije kukubembeleza wewe tu nalia. Yaani una mapepo. nakuwa zaidi kwa wanaume. Mimi nikiwa naye sasa hivi baada ya miezi 6 ataniacha. Kwa hiyo atakuacha kwa sababu hana hela, atakuacha kiumri. Nani atanacha kiumri. Kwa bado ni mkubwa kwangu. Ila ni mwanamke mzuri sana. Ni mzuri, anajielewa. Hajielewi. Yaani kwanza alitakiwa uulize kwanza relationship yake ya mwisho ilikuwa ni miaka mingapi? Ilikuwa ni lini? Kwa sababu hicho ndio cha kwanza kujua. Amekaa single muda gani? Akiwa anamtafuta mwanaume mwenye hela ambaye hayupo na hatokaa kuwepo. Akifikisha miaka 30 utasikia ndo wale sawa wanawake unasikia mimi nataka tu mkaka yoyote awe tu mpambanaji anayenipenda basi mimi naolewa naye. Ila issue ni umri. Na issue nyingine kwamba mimi sitomweza. Kwa nini? Kwa sababu ni mtafutaji? Sio mtafutaji. Anapenda watafutaji waliojipata. Yaani anapenda watafutaji, anapenda wanajipata. Afu yeye hataki hangaiki, yani anataka akute vimeshatengenezwa. Alafu anataka bado apetiwe. Alafu yeye sio bikra. Alafu ashapigwa na watu kama 500 huko Juma, ashapelekwa Paris akarudishwa Bongo. Oa. Endelea kuota mama. Pata. Mimi nataka mtu ambaye nitaanza naye. Tutatafuta, tutapata, tutatumia. Lakini yani kwa kifupi mwanaume hawezi akamtupa mwanamke ambaye yani mwanamke ambaye anajitoa kutafuta na wewe. Yani hiyo ni kitu yani mwanamke haiwezi hamna mwanaume anaweza kumwacha. Yani mwanaume akikuacha kuna sababu. Mara nyingi sio mwanaume anayekuacha. Yani wanaume hawaachi wanawake. Wanawake ndio wanaacha wanaume. Kwa mwanaume akikuacha wewe kama mwanamke, kwisha. Yani wewe una shida, kuna kitu yani. Kuna kitu sio sawa. Yani una shida. Ni either umemdisrespect. Yani kuna shida, kuna kitu. Amesema ameshatendwa, kwa hiyo anaona mambo ya kutafuta tena na mtu aje apite kushoto. Basi akae single. Kabisa, yani sitaki. Huyu hajatendwa, huyu amechoka kutafuta. Hapana, kaka niloyapitia najua mwenyewe, ndio maana sitaki mwanaume maskini kwa kweli. Yaani wanaume maskini wakishajipata wanasumbua. Sitaki. Pole kwa kupitia mengi, ndivyo walivyo. Unasemaje kaka? Nimesema sawa tajiri. Eti sawa tajiri. Bwana leo ndo zamu yako nini Ladies and gentlemen, kama unavyoona wanaume wote, handsome wangu wote, baadhi yao wamesha pop balloon, lakini
lakini kiganjani mwangu nina handsome na watanashati wawili wameacha baluni zao. That means kuna chembe chembe za kumkubali huyu dada. Shoga yangu, kama unavyoona mahandsome wangu hawa hapa, uko single, unatafuta, wamesikia masharti na vigezo, basi tujue miaka yao, kwa sababu hicho ndo cha kwanza. Tuanze kuwajua nini wanafanya, uwasikie, tuone kama utaridhishwa. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Emmanuel Paul. Kama awali nilivyojitambulisha, ni mfanya biashara. Naweza ngasema kwamba huyu dada toka nimemwona anavyoingia, she's matured. Matured wapi bwana? Una mashari wengine anazingua. Sio mwana mtoto alivyokuwa mweupe wewe. Sana ni mweupe na anadeka ulivyosema tu mweupe akafanya. Una miaka mingapi? Mimi na miaka 28. Nani type yako huyu? Of course, sio mwana mwenyewe, yani watoto kama hao wanapenda kudeka. Na wewe unapenda kubembeleza. Si unajua. Nadhani umemsikia handsome wangu ambaye leo nimekuletea uje umwangalie. Tell me, what do you think? Umesema unatafuta mtu mwenye miaka 30 na ana miaka 20 na. At least kidogo huyu hapa kwa miaka 28 sio mbaya. Lakini sidhani kama anakizi vigezo vyangu. Yaani shida ni mapisi. Sio kwamba yani miaka 38 kitu anachokisema na kitu anachokitaka ni vitu viwili tofauti. Yeye anataka hela. Anataka nini? Anataka hela. Yaani sio kwamba anataka miaka 30, yeye anataka hela. Amekaa na akili yake, almashauri ya kichwa chake, akapiga mahesabu akasema kwamba kuanzia miaka 30 kwenda juu ndo mtu alijipata anajielewa. Akaja na hiyo notion akasema anataka mtu mwenye miaka 30 kwenda juu. Ila ukimwambia kwamba una hela, mafikiri atakataa. Kigezo kimoja cha pesa. Yes, ulisikia alivyosema. Sio pesa tu, kuanzia pesa mpaka gari. Yaani maisha yake kiufupi tu yasiwe hali ya chini. Yaani sitaki kuhangaika. Kiasi kwamba hata nikiitwa na watu huko nje. Kwa hiyo ina proof point yani. Yaani shida sio kwa miaka 30, shida sio kwa miaka 26, shida sio kwa miaka 27, 28. Shida ilikuwa na hela. Umeona? Yaani anataka mtu mwenye hela. Kwa hiyo ni red flag mzee wangu. Yaani ukishaona hivyo kimbia, chana naye. Yaani mpaka hapo ningeshapasua baluni. Nasema jamani simps yani machalia yani. Ndio maana tunatoa video kama hizi kwa sababu yani chila anazingua. Anze kuadaika na vipesa vyo vidogo vidogo. Unahitaji mwanaume anayejiweza. Kuona mtoto. Kingine subiri kwanza kwa sababu umenipenda, nataka kukuambia mambo yangu yote. Sawa? Usiwe nawe na haraka. Amesema maisha yake yote hajawahi kuona mwanamke mweupe anapanda daladala. Kwa hiyo wewe kupanda daladala abadan asilan. Endelea na mdomo wako, anakusikiliza. Kingine pia kiukweli mimi sijazoea mambo ya kufanya vikazi vya nyumbani. Yaani bro, yani ukishasikia hivyo pisa cha yani. Yaani hapo yani hataki kufanya kazi. Imagine yeye sio bikra. Hiyo ni moja. Yeye sio bikra. 2, anataka atitiwe kama malkia fulani hivi. Yaani anataka yani apewe kila kitu anachokitaka, anataka adeke anavyotaka. Yaani anataka asifanye kazi, asipike. Yaani anataka yani akae tu kama gogo. Apelekwe akacheze. Akaangalie nini, alipiwe kila kitu, yeye akae tu. Unaona? So bikra ameshapigwa na watu karibia ngapi huko na bado ameliwa. Kuna boya mmoja amemgusa bila hata kulipa hata 100. Amemgusa. Afu anakuja kwako anakuambiaje? Nataka wewe umejipata, uwe na gari, wewe unajiweza, sitaki kufanya kazi. Anakuwekea tena masharti. Yaani pisi kama huyo bro, chana naye. Yaani wewe sio pisi wa kujenga naye. Yaani wewe sio pisi wa kupata naye hata mtoto. Maana kupata naye mtoto ndio itakuwa shida. Yaani wewe ndo atakutesa zaidi ya kukutesa. Atakwambia mtoto leo anataka hichi, kumbe ni yeye ndo anachokitaka. Mtoto leo kesho anataka kile, kumbe ni yeye ndo anataka. Kwa hiyo itakuwa ni unafund maisha ya mwanamke badala ya kufund maisha ya mtoto wako.
anaweza hata sio unamwangalia mtoto wako, anaweza hata akapata mimba yani nje ya ndoa. Kwa hiyo yani angalieni sana na watu ambao mnaenda kukaa nao. Wanawake kama yani sio mwanamke ya kuoa actually. Mfano kufua, kuosha vyombo. Kwa hiyo unataka nani afue? Nani aoshe vyombo? Nani apike? Maana hadi hapo sasa kama uoshi vyombo, hupiki, yani wewe kitu ambacho unaleta kwenye table it's only sex. And if it's only sex, every woman can provide sex. Why don't I leave you and go and take sijui nani huko wa kijijini ambaye anaweza akaosha vyombo, akapika, akafua, akafanya usafi wa ndani pale, yani usafi wa nyumba ndani, na bado akanipa sex, na bado ni bikra. Umeona? Wewe sio bikra. Umeliwa sijui na umeshapeleka Paris urudisho Tanzania afu upumbavu. Like come on man. Come on man. I met Jen after she was ghosted by an ex. It took her years to get over it, and he just popped back into her life, looking for... Kuosha vyombo, sijui kupika, ni mambo yamekaa mimi narudia pale pale. Watoto weupe wanapenda kudeka sana. Na wewe uko tayari kudekeza? Kabisa. Na pesa unayo kwenye kwapa kizimbani. Na tutaendelea kuzitafuta kwa sababu she's matured. Yeah, sure. Mwanamke yote matured anaelewa mwanaume anahitaji nini. Wewe sio matured. Wewe ni mtoto aliyeko kwenye mwili wa mwanamke wa miaka 25. Haelewi chochote. She's stupid in short. And this guy huyu jamaa na yeye ni boya tu kama boya wengine. Okay. Na mtukana, lakini yani ni kwamba tuseme ukweli, anazingua. Kijeba anazingua. Asante kwa sababu umekizi vigezo vyangu vyote, ila bado na kigezo changu cha mwisho. Ambacho ni nini? Kiukweli mimi maisha yangu ya nyuma yale niliozoeza, japokuwa nilitendwa, lakini kuna kitu kimoja nilikuwa nakipenda kwa ex wangu. Kuliliwa sana. Mwanamke tena anataka umlilie. Yaani unampa vyote hivyo. Unamdekeza. Bado anataka umpigie magoti umlilie, mama nisamee. Bra, jamaa akikubali na hiyo, au jamani boa. Haikubali na hiyo, ni boa. Yeye napenda mwanaume anayenyenyekea, ni anililie. Yaani kiukweli kitu ambacho nakipenda. Unajua mapenzi upofu. Mimi nalia mpaka chini ya mgongo. Jamaa zingua. Jamaa sijui mara ya mwisho kugusa pisi lini, yani sijui. Jamaa anazingua. Hell na. Hakuna kinachoshindikana. Amesema analia kwa kugaragara. Hata ukitaka atoke hapa Sinza na Mbagala Kizuiani atatoka akilia, as long as wewe ni mweupe mama. Au sio bro? Hiyo imeisha hiyo. Mtoto mweupe wewe. Si unamwona mwenye hata na dimples. Lips umeona kwanza na jicho hilo. Ni kwa hata sisi ongea tena yani. Jamaa azingua. Tumwache tu ongea malize apite hivi. Sijaviona bro, ndo unanifanya niviangalie sasa. Alafu amesema afaa saluni eh? Yeah, she's smart. Umeona hata sura yake, piga makeup. Yuko smart. Umemwelewa. Na unacheka meno yote yako nje ujiwezi. Hapa naona kama unachelewesha. Basi chelewesha. Niambie umemuonaje? Umemfurahia? Masharti na vigezo at least amepita? At least kidogo, lakini au unamfikiria? Namfikiria kwa sababu bado hajafikisha miaka yangu. Basi mimi naomba twende kweli, maana huwezi kanizidi miaka 3 afika mume wangu. Bado sana tutazidi kualuzana hata kama wewe ni tajiri. Labda ni mali za ulisi. Sasa siwezi kujua. Sitaki kusumbuana na ndugu. Haikuwa riski hiyo. Hebu subiri kwanza, msipopo msifanye chochote.
endeleeni kufikiria. Mnaona macho mnavyoangaliana, it's like there is something. Hapa kuna kitu tayari. Hapa kuna ugumu. Hebu njoni msikilize kakaangu. Wewe umekaa mpaka mwisho mwanangu, na mtoto kama alivyokuja mpole mtaratibu kama wewe. Kwa nini umepop balloon mara ya mwisho? Kwa sababu miaka naisi mko. Kwa nini umepop balloon? Mimi nisiwe muongo. Ni mwanamke mzuri sana. Na pia hata kuvaa najua. Amejistiri. Lakini kwa vigezo vyake kwenye umri na miaka 30 na maana kigezo cha kwanza nimetiki. Lakini siwezi kuchukua mwanamke ambaye hawezi kufanya kazi za ndani. Nahitaji nipate mwanamke ambaye anaweza kupika. Unampeleka wapi mwanamke ambaye hawezi kufanya chochote? Yaani wewe mwanamke kama mwanamke, mtu unakuja, unachokifanya ni unampa tu jamaa sex basi, kingine ufanye. Yani wewe ufanye chochote kingine, yani umekaa tu na kupeleka hapo. Sasa yani unaenda kufanya nini? Yani anaweza kufulia watoto nguo, anaweza kunifulia mimi mwenyewe pia, kupiga pasi. Sio mdada wa kazi. Napenda chakula anachopika mke wangu na sio mfanyakazi. Mfanyakazi atapata kazi zingine, sio chakula anachokula mimi. Kwa hiyo kwa kigezo hiko ndio maana lakini ni mwanamke mzuri kabisa na miongoni mwa wanawake ninawapenda sana. Jamani. Dada niseme nini? Hulka ya mwanamke kupika. Sana ukishazaliwa Tanzania, Afrika. Usafi kupika. Wewe kupika. Wewe tena utaki kupika tena. Ndio maana ameacha. Ndio maana uko single. Hajui kupika, hataki kufua, hataki kufanya chochote. Ndio maana jamaa yake alimwacha. Yani unaona, yani vitu vinaanza kuconnect yani. Yani inaanza tu connect, yani huyu mtu alivyo, hataki kupika, anataka aliliwe, sijui mwanaume sijui amdekeze, amuone kama yani ndo kila kitu. Ndio maana aliachwa. Yani ndio maana aliachwa. Kwa sababu mimi nakuwa busy sana na saluni. Saluni kwamba saluni kwa kuanzia, come on nigga. Watu wangapi wanafanya kazi za saluni? Wewe ni nani? Wewe ndo wa kwanza? Mara nyingi watu tunakesha muda mwingine. Si unaelewa? Tunakesha. Watu wanasuka. Saluni yani ina hela kiufupi. Ndio maana nataka mwanaume mwenye pesa. Sitaki mwanaume ambaye atakuja kutolea macho pesa zangu. Unaona? Kwa muda wa kupata yani muda wa kupata kufanya kazi za nyumbani siwezi. Ndio maana nilikuwa nahitaji mwanaume ambaye atakidhi vigezo na masharti. Kiukweli kabisa kaka, nilikuwa nimekupenda. Mama. Yani jinsi ulivyo, muonekano wako tunaendana sana. Naomba nikuombe baluni, for the love of God. Masuala ya kupika jamani, masuala ya kufua nguo ni vitu ambavyo mnaweza na jamaa akichukua tena baluni akamkubali huyo mwanamke, yani na yeye ni boa. Yani na yeye ni boa vile vile. Kaka mkae negotiate. Maana ni mwanaume kama mwanaume utakuwa na msimamo. Sikutaki. Ondoka. Ukiwa sijui unacheza kwenye mbia, yani wewe unazingua. Mkaleta kamfanya kazi kidogo atafua, lakini kwa swala la kupika ukanipikia tu wewe mama watoto. Kweli? Amesema wewe ndo chaguo kaka. Mwezi umewaka upande wako, wewe ndo huelewi. Mimi nabaki pale. Turudi kwenye tamaduni. Safi. Yani huyo ndo mwanaume. Jamaa huyo kijeba huyo. Anazingua. Ni yetu. Mwanamke wa Kiafrika asili yake ni kuilinda nyumba na sio kuibomoa nyumba. Na ndio maana nikasema kwanza hata kigezo cha kwanza cha kusema pesa ipo, lakini kuna muda pesa inaondoka kwenye maisha ya watu. Je, nitavoshuka yuko tayari kuishi kwenye hali ya chini? Safi. Je, yani ukishuka atakubali? Mwanamke kama huyo hawezi kubali. Kwa sababu gani? Anataka asipike, anataka asifue, anataka yani asifanye chochote. Yani anataka awepo tu yani. Apewe gari, yani awepo tu yani. Yani yeye anachodai kwamba yeye anakesha saluni. Kwanza anavoamka saa 11 au saa 12 akiamka, au anavoamka ni hata akiamka muda wote, aende akakeshe saluni, akakae saluni, akapiga umbea mpaka saa 2, saa 3, saa 4, saa 5 au mpaka asubuhi yake. Afanye anavyotaka. Hela ipo bro. Hela ipo, watu wana hela. Shida nini? Ikishuka, ikiondoka, upo.
alijibu hilo swali. Kwa mfano akiwa na wewe kwa sababu umemwelewa. Ndo kafulia, hela ya pechi ya lolo, hela ikimuona inapanda bodaboda inakimbia. Utaendelea? Nitaendelea kwa sababu nimemkuta yupo hali ya juu na hakuwa hali ya chini. Kwa nitaendelea tu. Kwa sababu sijamkuta maskini. Yaani mimi nilichokisemea sitaki mwanaume maskini. Ila kama nimekuta wewe ni tajiri afu baadaye maisha yako yaka nini yakayumba kidogo, lazima tu nitaendelea. Siwezi kuacha kwa sababu ya maskini, la sitaki mwanaume maskini. Na maswali. Kama anaweza kayajibu pia. Uliza. Nahitaji mwanamke ambaye anaweza kuwa chini yangu na sio mimi kuwa chini yake. Yes sir. Kwa nini nilie? Nikulilie, yani kunyenyekea wewe kama nani? Yani wewe ndo unatakiwa uje, uniandalie chakula, uniandalie kila kitu. Sio mimi tena nije tena nianze kukunyenyekea wewe, nianze kukulilia wewe, nianze kukubembeleza, yani unaweza? Yaani afafanue kuwa chini yake kiaje? Ndani ya nyumba kuna sauti ya mama, kuna sauti ya baba. Nahitaji mwanamke anayeweza kuichunga vizuri ndimi yake kwenye kuzungumza na mume wake. Je, hivyo vigezo na vimudu? How to start your OTTF printing business. Today, I will show you everything you need and how process works. Na vimudu? Cha pili, huwa napenda nimkute mke wangu nyumbani, sio yeye anikute mimi nyumbani. na kazi yake ya saluni ya kukesha. Unajua tusikia anasema. Hapo kwenye kunikuta nyumbani kiukweli kaka, nadhani nimekuambia. Mimi ni msusi. Mara nyingi huwa tunakesha masaluni tunasuka. Wewe ndo msusi pekee duniani. Wewe ndo unasuka peke yako duniani. Yaani watu wanafunga maduka saa 1, saa 12, wanaamka saa 11 wanaenda wanafanya kazi. Wewe ndo wakufanya kazi masaa 24 mpaka saa 6, saa 7, saa 8 usiku, si ndio? Samani, labda nimsaidie kumuuliza, labda umkute nyumbani ya saa ngapi? Ya saa 6 mchana, ya saa 12, mida gani? Top mida gani? Unaona huyu presenter huyo, upisi hapo katikati. Yeye anajaribu kumtetea upisi, lakini inaonekana ni upisi haielewi anachokitaka. Alafu cha pili ni mpouzi, yani anaota huyo. Yaani huyo anaota. Yaani kuna vitu anaota. Yaani kuna vitu anavitaka afu ni vya kijinga afu anaota. Gani? Naweza kunegotiate. Napenda nimkute muda ambao mimi narudi, haijalishi ni muda gani. Alafu pia kuhusu saluni sipendezewi mke wangu kuwa msusi, kwa sababu huko ndo anakotengeneza kubomoa nyumba na anakewezie. Kwa sababu wanaenda wanakaa wanapiga umbea. Wanafananishana, sijui mume wangu sijui kanunulia hichi, mume wangu kanifanyia nini, mume wako sijui kafanya nini, wanapigana umbea huko wanafunja ndoa za watu bla bla bla. Huko. Je, jamaa akikwambia kwamba yeye ana hela sawa, anataka ubadilishe kazi unayoifanya, usiofanya saluni tena, labda nakufungulia labda duka la vipodozi, je utafanya? Kwa hiyo kama atakubali kuishi na mimi, basi kazi ya saluni achane nayo. Afanye kazi gani baba? Hataki wa mama nyumbani kwangu, fine. Ladies and gentlemen, hii ndio Love of Popper Balloon in Tanzania, ambapo tunakudadavulia kila kitu, hatuachi sisi. Ulikuwa unasema? Sina maneno mengi maana kashia nimaliza. Mimi kuwa mama nyumbani siwezi kikweli. Kumaliza nguvu. Na kuwaje mama wa nyumbani kaka? Unajua mwanamke kufanya kazi ndo kunaleta mabishano na kutokuelewana, kwa sababu mwanamke kama anaingiza fedha hauwezi kumuendesha. Hauwezi kumuendesha, umwambie chochote. Umeona anaweza kaondoka muda wowote. Yaani anakuwa na kiburi cha kuweza kuondoka, lakini akiwa hana kipato, akiwa hana kitu chochote cha kufanya, yaani anajua kabisa hapa nikiondoka sasa hivi sina pa kula. Haiwezi, yaani hicho kiburi cha kuondoka hana. Yaani hana hicho kiburi. Umeona? Afu uwezi ukaa mama nyumbani. Unataka wewe mama aina gani? Yaani wewe unataka uolewe afu wewe mama aina gani? Ya kufanya kazi.
Yaani kwamba nani anakaa na watoto nyumbani? Wewe unaenda saluni kuanzia saa 11, labda tuseme unarudi labda saa 6, saa 7, siku nyingine urudi. Wewe unataka nani awalee watoto wako? Nani afue nguo zao? Nani apike? Na yani unaota? Kweli Afu kibaya zaidi unataka mama mwenye hela. Yaani wewe ni kichaa. nataka mimi uniwe kusudu niendeshe. Na ndivyo wanaume mnavyokuwa. No. Mwanamke akishakuwa na pesa anasahau majukumu yake, kwa sababu anakwambia huwezi kuniambia chochote kwa sababu na mimi pesa naitafuta. Nina uwezo wa kununua unga nikareta tukala ukikwama. Kwa hiyo kwa mantikio hawezi kuwa chini yangu, lazima nahitaji kuwa mimi niwe chini yake. Je, mimi nina swali. Hamwezi nyie mkatafutano, yani mkawa hapa mtu asiwe chini na mwingine asiwe juu ya mwenzie, lakini mkawa hapa 50-50, lakini mwanaume anapozungumza, mwanaume anaposimama, obviously unajua mwanaume akiwa hapa ni mwanaume, si ndio? Hii concept ya 50-50, yani 50-50 ni upumbavu. No 50-50. Yani wewe unajisikiaje? Wewe ni yani tuseme kama mwanamke. Yani mwanamke anavaa wigi na mwanaume wake anakuja na yeye amevaa wigi. Yani kuna yani hapo unaonaje yani hapo? Umeona? Yani kuna vitu vinazingua mwanangu. Unaona? Yani 50-50 ni uongo yani. 50-50 ni upozi. 50-50 na 50-50 ni uongo kwa sababu mwanaume na mwanamke hawatokaa wewe sawa. Yani haitokaa itokee. Hamwezi mkanegotiate. Kwani unataka kuwa juu tu juu ya wanawake? Kwa sababu ni nature mwanaume kuwa juu. Mwanaume ndo leader, mwanaume ndo kiongozi kwenye familia. Mimi ndo ninayetatua kila kitu. Wewe kama mwanamke ni yani wewe ni kufuata ninachokisema na kunisupport katika kila ninachokifanya na ninachokisema. Sasa kama wewe unataka kuwa kiongozi wa familia, katengeneza familia yako. Yani toka zamani hata vitabu vyote hakuna mwanamume aliyekuwa chini ya mwanamke, au vitabu vimeandika 50 kwa 50. Hiyo inaletwa na usasa sasa hivi. Na ndio maana mabinti wengi wanaolewa leo, kesho wanaachika. Uwezo ukamwozesha binti ukampa kabati, kitanda, TV, alafu mwambie apike, anaondoka kwao. Kiukweli kaka, nilikuwa nimekupenda ila kwa masharti yako sitaweza. Hasa shida ndo yeye. Yani yeye anataka mwanaume ambaye masharti yake yote hayawezi. Yani ujue yani yeye mwenyewe hana akili. Yani unataka mwanaume mwenye miaka 30, mwanaume aliyejipata mwenye hela zake. Alafu akikupa masharti yake huyawezi. Yani sasa unategemea nini? Kama wewe mjenga mpumbavu. Pole sana, pole. Uliompenda ndo kama hivyo unavyomuona. Na tumemwelewa, amekuwa very straight, very open, na ni vizuri kwa kujua kitu unachokitaka, kwa sababu kama unavyojua haya ni mahusiano, sio michezo. Muende mkaanzishe kumbe kuna mambo hamjafika pamoja. Lakini sasa Mungu hajakutupa bwana, kakuachia. Nisikitike tu kusema kwamba umemwaga sera pale. Hapa ndio ile unayemtaka hakutaki afu unayemtaka hakutaki. Afu ambao umtaki ndo anakutaka. Ndo hii mzee wangu. Bado kashikilia haja pop balloon. Huyu brother yuko serious. Huyu kakupenda kweli, kakukubali kweli. Yani kanipenda kweli mpaka natamani kulia, lakini nimesemea miaka 30 sio 28 kwa sababu sitaki kuzeeka kabla ya mume wangu. Nahitaji mume wangu azeeke afu mimi ndo nifuatie. Yani so mimi nazeeka naitwa bibi. Hivi umeelewa statement? Yaani ataki yeye azeeke. Yeye anataka mume wake azeeke kwanza, afe ndo afuatie. Ila jamaa miaka 28, yeye ana miaka 25. Nani anazeeka wa kwanza hapo? Unajua yani mtu anaongea kitu ambacho hata yeye mwenyewe haelewi. Yani sio jisikii. Bibi bado kijana sitaki. Muda mwingine umri ni namba, ila akili kichwani. Unaweza ukapata mtu ana miaka 30, 45, lakini hapa ni bogus bumbuazi. Akupiga aje akuue. Unajua sasa hivi wanaume wanavyopiga
kupiga wanawake kwa sababu ya mdomo. Kwa hiyo umegoma kabisa kwenye miaka hiyo 20 ngapi? Wewe unataka 30? Nataka kuanzia 30 kwa kwani mwanaume anianzie kuanzia 5 kwenda juu. So 3 kwenda chini. Kaka kweli umenipenda la utanisamee na kuomba tafadhali. Kweli una muonekano mzuri, ni tajiri. Lakini miaka bado. Kweli yani siwezi kuolewa na mwanaume miaka 28. 28? Bado sana. Nyewe huruma mama. Hapana. Rangi zangu hizo. Yaani mtazani hiyo 28 kwamba ndio imebandika usoni ukiwa unatembea naye miaka 28 itakuwa unaoni while different miaka miwili. So ladies and gentlemen, najaribu jinsi gani nimsaidie huyu dada apate au kijana wangu yoyote tena mwingine aopoe, lakini sasa nashindwa. Aliopendwa hapendeki. Hii ndio tunasema unayemtaka hakutaki, anayekutaka ngoja. Unayemtaka hakutaki na usiyemtaka anakutaka. Anayempenda naye hampendi, anampenda mwingine. Mapenzi jamani, nyie mapenzi nyie. Sasa hapa tunafanyaje? Mimi nafanya nini jamani? Nyie mshapigwa vya uso, tulieni. Hapa mimi nafanya nini? Wanu nakataa kijana. Jaribu kumpa chance. Umempenda. Muonekano yenu umempenda. Yuko vizuri, ila mimi nilokuwa nimempenda huyo hapo. Yaani nikisimama naye kweli tunaendana sana. Yaani tunaendana kika nimekupenda mpaka nakuzimia. Sema ndio alivyendana vigezo. Amesimama na shingo yake kama jogo kwamba ameshaikuja kwamba sitaki. Kashakata kwamba hataki. Na unajua mapenzi ya kulazimisha. So, kaka, umempenda, we both agree na tumeona, umevumilia kwa yote aliongeleka, that means unamempenda, una feelings naye, lakini naeka ngangania maamuzi yake. Na kama tunavyojua mapenzi hayatakiwi kufosiwa. So, mimi nitaliomba baluni langu kwa sababu hujalipop. We bado unampenda. Siku ukija tena naweza kukukabidhi, au siku akija akabadilisha mawazo, hili pia linaweza kutumika. Na hili hujalipop kwa sababu haujamchukia. Sijamchukia kabisa. Mapenzi yanaweza yakawa mapenzi yale yale au yakawa mapenzi ya kaka na dada, yote ni mapenzi. Thank you so much. Na mapenzi ya kana dada. Karibu tena. Niseme tu pole, aliyokupenda umemkataa, unayempenda na ikakukataa. Hayo ndo maisha. Karibu tena. Asante, naomba nikumbatie. Umenipenda ila mimi sijakupenda. Mimi. Asante. Okay. Bye. Nenda nayo hivi. Mnaona kitu hicho kinachopita? Mnaona kitu kinachopita? Yaani in short, watataka kujua ndio hicho. Kuna wanawake hawafikirii, kuna wanawake yani sijui wagana, yani sijui wanawaza nini. Yani in short, kwa sababu unatongozwa kila siku barabarani, dukani, saluni kwako, haimaanishi unayemtaka. Ukimpata sijui mwanaume mwenye hela, eti ndio utaacha kudeki, sijui kufua, utadekezwa. Yani hiyo iko akilini kwako, lakini haipo yani. Yani vitu ambavyo havipo yani. Yani havipo. Wange sijui siku hizo wamekuaje, lakini ndio hivyo. Kama umependa hii video, bonyeza thumbs up hapo chini. Umeona? Subscribe kupata video kama hizi. Niambie wapi umeona kwamba kwenye hii content wapi pamekugusa, wapi unafikiria nimekosea. Umeona? Maoni yako kwa ujumla. Wapi unaona kwamba mmoja wao alikuwa ni sahihi, Gladness na nini. Yani let me know in the comment section. But until next time, Chemistry Check out.